Kwa nini misalaba na sanamu hufunikwa kuanzia Dominika ya 5 ya Kwaresma? Kanisa lina desturi ya kufunika sanamu na misalaba yote isipokuwa vituo vya njia ya msalaba kuanzia Dominika ya 5 ya Kwaresma. Vituo vya njia ya msalaba havifuniki kwa kuwa katika wiki hizi mbili za mwisho za Kwaresma tunazama katika tafakari ya mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Vituo vya njia ya msalaba ndivyo vinatusaidia kuzama zaidi katika tafakari hiyo ya mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo, na ndiyo maana havifunikwi. Misalaba na sanamu hufunikwa kabla ya masifu ya jioni ya Jumamosi inayotangulia Jumapili ya 5 ya Kwaresma. Misalaba hufunuliwa mara tu baada ya ibada ya mateso ya Bwana ya Ijumaa Kuu, na sanamu hufunuliwa mwanzoni mwa adhimisho la kesha la Pasaka, hasa wakati wa utukufu wa Mungu juu. Kwa nini sasa sanamu na misalaba hufunikwa? Zipo sababu kubwa mbili, moja ni ya kibiblia na nyingine ni ya kimantiki na kiteolojia. Sababu ya kwanza ina chimbuko la kale katika maandiko matakatifu. Kuna matukio mawili makubwa ambapo Yesu alilazimika kujificha. Kwanza ni Yesu alipowaambia Wayahudi kuwa kabla ya Abrahamu hajazaliwa yeye alikuwepo. Wayahudi waliokota mawe ili wamtupie, lakini Yesu akajificha, akatoka hekaluni. Rejea Yohane sura ya 8 aya 58 hadi aya 59. Na pili, Wayahudi wengi walimwamini Yesu baada ya kumfufua Lazaro. Hata hivyo, makuhani wakuu na Mafarisayo walianza kumtafuta Yesu ili wamuue, kwani walimuona ni tishio kwa dini yao na taifa kwa ujumla. Yesu alijua mipango yao na hivyo hakutembea tena hadharani kati ya Wayahudi, bali alitoka hapo akaenda mahali karibu na jangwa. Rejea Yohane sura ya 11 aya ya 54. Hivyo tendo la kufunika sanamu na misalaba linatukumbusha kuwa Yesu mwenyewe alianza kujificha na hivyo kutoonekana hadharani, kwa kuwa alijua saa yake ya kutukuzwa bado, yaani saa ya mateso, kifo na ufufuko wake. Sababu ya pili ni ya kiteolojia au kimantiki. Kipindi cha Kwaresma ni kipindi cha kutafakari mateso ya Bwana. Katika kipindi chote cha mateso na kifo chake Yesu Kristo alificha uungu wake na hivyo kuonekana tu kama binadamu wa kawaida asiye na nguvu yoyote, yaani alifunua zaidi ubinadamu wake. Kumbe kufunika sanamu na misalaba kunaashiria kitendo cha Yesu kuficha au kufunika uungu wake na kuonekana katika hali ya kibinadamu zaidi. Swali lingine linaweza kuwa, mbona sanamu nyingine za watakatifu hufunikwa pia? Jibu ni rahisi. Haifai watumishi kujionesha hadharani wakati Bwana wao amejificha. Hivyo, hata kama una altare nyumbani kwako, jitahidi ufunike sanamu za watakatifu, ukianzia msalaba mtakatifu wa Yesu kwa kipindi hiki. Mpendwa, je, ungependa kupata mafundisho na tafakari nyingi kama hizi katika siku hizi chache za Kwaresma zilizobaki? Nimekuandalia kitabu hiki cha Ifanye Kwaresma yako isiyo ya mazoea. Nacho kipo katika namna mbili, namna ya soft copy ambayo unaipata kwa mchango wa shilingi 5,000 na namna ya hard copy ambayo unaipata kwa mchango wa shilingi 10,000 na nauli ya kukufikia. Ukikihitaji, bofya kiungo kilichopo mkono wako wa kushoto kilichoandikwa Order yours today. Fuata maelekezo yake, nacho kitakuleta inbox kwangu, nami nitakupatia kitabu chako huko. Kama maelezo hayo ni magumu kwa kuyafuata, basi tumia namba hii iliyopo katika screen yako kunitumia ujumbe wa WhatsApp kwamba unahitaji kitabu, hard copy ama soft copy, nami nitafanya utaratibu wa wewe kukipata. Ni mimi mtumishi wenu mdogo nisiyestahili, Oscar Mkatoliki. Tumsifu Yesu Kristo.